tutakuelekeza vizuri, nadhani tutapata njia, tutamfikia, mtamalizana vizuri. Haya, asante. Hapo nadhani nimekusaidia vizuri. Umenisaidia pakubwa tena. Asante. Tuonane. Vipi, mbona leo uko sawa? Boss, leo siko sawa boss. Da, pole sana. Jani, kichwa ndo inaniuma sana boss. Oh, basi chukua mboga kidogo na hii hela utanunua dawa naye. Sawa, asante boss, nakushukuru sana. Sawa. Basi wae nyumbani. Boss, mimi na nyumbani. Jali boss. Tawai kesho boss. Sawa basi kijana. Naam kaka. Nadhani unafahamu fika kwamba saizi baba sisi tulimpenda, ila Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi, na kwa hakika ametangulia mbele yake, na kwa saizi ameniachia kila kitu, ameniachia mali, stakabadhi za mambo yote ambayo alikuwa anamiliki. Sasa mimi ndio sasa nimekuwa kichwa cha familia. Jambo lolote litakalotendeka katika familia yetu, mimi ndio niko mstari wa mbele. Kwa hiyo dada, labda nikuulize tu kwa ufupi, maana mimi najua wakati baba alikuwepo, wewe mambo ya shule ulikuwa hutaki. Yaani tulikuwa ni kama tunakulazimisha. Sasa mimi nikuulize, shule utaendelea nayo ama unataka kukaa kama raia yako wewe? Mimi kuhusu shule siwezi endelea nayo, kwa sababu mimi na shule hapana. Wewe mwenyewe unajua. Nilijua tu, maana wewe una mtoro sana wewe. Kaka unanicheka. Sawa. Mimi nimekusikiza. Na unafahamu fika kwamba wewe ni mtu mzima, mimi siwezi nikakulazimisha vitu ambavyo hutaki. Kwa hiyo nimefikiria jambo lenyewe ni kwamba nitakufungulia biashara, na unafahamu kwa baba kuna supermarket nyingi ameziacha kule nje ya nchi. Norway kuna supermarket pale Netherlands supermarket. Kwa hiyo kati ya moja hizi nitakufanya uwe ni moja baba. Ikuwe ni supermarket yako. Ni sawa dada? Asante kaka. Nimependa hiyo. Furahia. Ndio. Basi nipe 5. Wengine wote endelea baadaye. Sawa kaka. Kaka. Nini tena? Kaka vipi wewe? Sawa. Pole kakaangu. Amka basi. Niko sawa mimi kidogo. Amka nawe. Amka turudi nyumbani. Amka. Niko sawa. Amka nawe. Niko sawa mimi. Basi. Ndio. Kakaangu. Hapa acha nikusaidie. Wenda wapi? Nilikuwa nyumbani. Nyumbani ni upande gani? Laza mtaa wa 7. Tuelekea njia ya Mzee Elena. Tu.
Hodi. Hodi. Tafadhali samahani kidogo. Kakaangu mimi. Kakaangu amekuwa nini? Ngoja kidogo tufikishe ndani nitakuambia. Mweke hapo kakaangu mimi. Mweke chini tafadhali amekuwa nini kakaangu wewe? Tunamwona kila siku sisi tu. Mweke chini kakaangu mimi. Wewe skama. Bosi. Hivi unamfahamu yule dada? Huo dada simfahamu. Ila Naam. najua mtaa yenye anatokea. Anatokea mtaa gani? Anatokea huko mtaa wa Laza. Nyumba ya pili. Kielekea kwa Mzee Lema. Huko down na mwananga anatokanga huko chini. Sasa basi. Nisikize kwa makini. Huyo dada mimi namhitaji. Wewe na Ninja Ndio hivyo. nawapatia muda wa masaa 24. Huyo dada anataka kujua jina lake, mahali anapoishi husika, na mambo yake yote ambayo anafanya anatakiwa nijue ndani ya masaa 24. Unanisikia Skama? Ndio hiyo bosi. Hiyo kazi nimekuachia. Skama, na kuamini Skama. Viti. Tunajua mambo yangu. Sawa, nakuelewa. Dada, sasa ukipiga kelele hivyo utamsaidia aje huyu kaka? Unaona amezidiwa. Wewe umefanya nini kakaangu? Ndio nitakuja nitakwambia kila kitu. Ona. Acha niende dawa. Mtulize. Fanya haraka. Piga kelele unamuumiza Fanya mwenzio. haraka harakisha. Kakaamka. Kakaamka, kaka niangalie. Kaka fungua macho. Kaka macho mara moja niangalie. Kaka niangalie mwisho. Kaka niangalie mimi, dada yako umeniacha na nani? Niko peke yangu kaka usiku. Dada nipate dawa. Ndio mpe kwa maji. Mpe kakaangu dawa. Mpatie dawa kakaangu mimi, mpatie dawa. Mpatie dawa. Kakaamka. Kaka. Utapona usijali. Atapona saa ngapi? Atapona lini kakaangu mimi? Atapona saa ngapi dada? Atapona Nyamaza. Sawa. Tulia, ataamka, nyamaza. Kuwa na subira. Nimetulia. Kaka amka. Kaka fungua macho. Kaka fungua macho. Fungua basi macho. Kakangu. Kaka uko sawa? Niko sawa. Kaka uko sawa? Niko sawa. Kaka umerudi? Akafungua vizuri nikuone. Tulia dada, kuwa na subira. Subira uvuta heri nawe. Kaka. Tunaona anaendelea vizuri. Anaendelea salama kakaangu. Mkalishe chini. Pumzika, ngoja pumzike. Basi kaka pumzika. Mpumzishe nawe. Acha pumzike. Ataendelea vizuri, usijali. Haya basi niambie mkuta nini kakaangu. Samahani dada. Ukaka kwanza mimi simfahamu. Nilikuwa natoka zangu nyumbani naelekea sokoni. Nikampata anatoka kule sokoni. Hajisikii vizuri, alikuwa anasikia kisunzi, mwisho wa siku nikampata ameanguka. Ameanguka wapi? Hapo tu barabarani. Sasa nikakosa msaidizi, kabidi nimsaidie mwenyewe nimlete mpaka hapa. Amenielekeza mpaka tumekuja hadi hapa. Basi mimi nakushukuru sana. Kama sio wewe, hata sijui kakaangu nani angemuokoa. Usijali dada. Naona sasa kakaangu anaendelea salama kwa at least kiasi. Lakini naona hali yake bado sio mzuri sana. Lakini nakushukuru sana.
Usijali. Sasa iko hivi. Mimi nimetumwa sokoni na baba na sijafika bado. Nataka niwahi kidogo. Nitamtembelea, nitakuja kumjulia hali. Haya basi sawa dadangu. Haya, mkuwe na mchana mwema. Haya basi sawa. Kwani huyu mtoto amepatwa na nini? Mbona mpaka saa hii hajafika nyumbani? Ama amepatwa na tatizo hapa njiani? Itabidi nimfuatilie. Saa hii saa ngapi? Mpaka saa hii hajawasili. Itakuwa vibaya kama amepatwa na tatizo hapa njiani. Kwa skama. Mzigo leo ujue nimetoa kule chini ujue sasa. Hii mzigo wenyewe umenigabizi na wanataka hela yote iende ikiwa imejaa. Sasa hii mzigo tukipeleka kule kwenye ile genge, nataka ikirudi hapa hela yote. Ulikuwa mzigo wenyewe ni pesa ngapi? Hii mzigo ambayo tumeleta kutoka juu ni pesa ngapi yote? Ukiangalia mzigo venye iko, hii mzigo si chache. Hii mzigo ni kubwa sana. So hapo venye naona ndio inaweza kuwa milioni kama 50 hivi. Milioni 50. Ndio hiyo. Milioni 50. Milioni 50 kwa wale vijana. Wao tunawapea milioni 2, milioni 50 kwa milioni 2, milioni 3. Milioni 1 ni pale kwenye big market, milioni 2 tunawarudishia wenye mali. Mali unajua tumechukua na shilingi 1200. Sasa